Bila shaka najua watu wengi hamjaangalia hii series ya Polygamist. But nataka nikusanue. Hii itaka kufanana na story ya watoto wa mama ntilie. Jamani, watu wengi wanashangaa sana kuhusiana na hii series, but deep down 90% ya wanaume wetu wa Kiafrika wako hivyo. Okay, kwenye hichi kitu nataka ku address kitu gani? Nataka ku address mambo matatu. Kwa kwanza ataanza ku address kwenye hii part ya malezi. Kwenye hii part ya malezi imekaje? Tunaangalia Jonas ametoka kwenye familia gani. Unakuta Jonas ametoka kwenye familia ambayo baba ni mlevi, hana muda na watoto wake. Kwa kifupi, watoto hawapati usalama wa mzazi kwamba wanakuaje, wanaishije and so on, kwa sababu baba yuko busy na ulevi na tabia zake nyingine. Tunatoka hapo, Jonas amekuwa amebahatika, maisha yamekuwa mazuri, lakini at the same time naye anarudi part ile ile kama ya mzazi, kuwa mlevi, kuwa na wanawake wengi. Hiyo tunaiacha. Siku zote tutakuja kumuona mtoto wake naye anakuwa anachukizwa na ile tabia ya babake, lakini at the end of the time naye anajikuta anadondokea kwenye mikono ya tabia ya baba yake. Sijui umeona hapo. Series imeanzia kuanzia kwa babu, umekuja baba, mwisho siku na wewe mtoto unadondokea kwenye tabia ya design hapo. Kitu kija kuangalia ile tabia ambayo ina kuchukiza wewe kutoka kwa babako, kwamba babangu ni mlevi, babangu ni mtu ambaye anapenda sana wanawake, babangu hajali familia. Unaweza kuwa umechukizwa kwa sababu wewe ni mdogo, lakini at the end of the time usipokuwa makini unaweza ukaja kuwa tena wewe ukaishi ile tabia ya babako. So ufanye nini? Unatakiwa kuwa makini sana kuangalia unaishi nini kwenye maisha yako, kwa sababu usipokuwa makini ukasema unakata ule mstari kwamba uishie huku, kwamba tabia za baba zibaki huku, nataka kuwa mtu wa aina fulani, nataka kuwa baba bora kwenye familia yangu and so on. Inawezekana, lakini watu wengi huwa unajipa moyo kwamba kwenye familia yetu haya mambo yapo, mbona ya kawaida sana. At the end of the time unakuja kuathiri tena kizazi kinachofuata. Kwa hiyo utajikuta nyie familia yenu sio kwa wenu wote ni watu wa vile vile, ni watu wa aina ile ile. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini sana. Ujikute tu unasema babangu 1 2 3, na chikizwa na tabia babangu 1 2 3, lakini usipofanyia kazi zile tabia zake kwamba sizitaki kwa sababu tayari zilishaingia kwenye maisha yako, utajikuta na wewe unaenda kureflect huko mbele. Kwa mwisho siku kizazi chako kitakuwa kinaendelea na design hiyo na style hiyo ya maisha. Na kitu kingine ambacho watu wengi hawakijui. Jamani, tabia ambayo unaishi leo wewe ni tabia ambayo wewe ulishaiona huko ukiwa mdogo. Aidha uliona kwa wazazi wako, sijui ni walezi, sijui ni kanisani, sijui ni shuleni au kwenye jamii yako hapo. Ndio tabia ambazo watoto wengi wanakuja kuzireflect baadaye. Kwa wewe mzazi, unatakiwa kuwa makini. Unaonesha tabia gani mbele ya mtoto wako? Watu wengi waga wanajipa moyo kwamba na watoto bwana waelewe ndisoni. Ndugu yangu, hamna mtu ambaye anazaliwa na tabia. Tabia ya mtu anaanza kuijenga tangu akiwa kwenye ndani tumboni kwa mamake kuanzia miaka 0. Mamake anavyoongea, sijui mnavyocheka, sijui mnafly. Na ndio maana wewe kuna muda ukija kushika mtoto kafanya hivi uoga anazunguka. Pale mtoto kuna vitu ambavyo anaenda anaviadapt taratibu mpaka miaka 7. Sisi tunaelewana, mtoto yule anakuwa anafanya nini? Ana learn from you people. Kwa ni vitu ambavyo unatakiwa kuwa makini sana. Usije ukafanya kitu